Ningetaka ukapate kuchukua mikono yako juu mbele zake Bwana. Endelea tu kunena na Bwana. Endelea tu kujiandaa mbele zake Bwana. Omba ya kuwa wakati ambapo neno linapopita, Bwana ukapate kunikumbuka. Father, we thank you, we bless you, Lord. We honor you, Father. We glorify your name. Thank you because, Lord, you are in our midst. As the Bible states that where there are 2 or 3 gathered because of your name, that, Lord, you are in their midst. And today we give you praise because you are in our midst. Have your way in our lives. Have your way in this congregation. In the name of Jesus. Father, we thank you and we bless you. Our dear Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, here we are standing in your presence. And Lord, we thank you because you are here together with us. We are ready to receive your word because the Bible says that the unfolding of your word gives light and understanding to the simple. And Lord, Father, every heart is ready to receive from you. I pray, Lord, that the word that will proceed out of your mouth may give light to your people, may give life to your people. In the name of Jesus, I thank you because of the minister of the word today. Thank you because of the privilege and the priority that you have granted unto each and every one of us today. Speak unto us. We have opened our physical ears and also the inner ears, and you are ready to receive from you, oh God. In the name of Jesus Christ, we do pray and even believe. We can say amen. Amen. We can clap our hands to Jesus. And we can warmly have our seat in God's presence. Hallelujah. Thank you, praise and worship. May the Lord bless you. Siku ya leo ni siku ambao Bwana ameifanya, na hakika tumepata kubarikiwa tangia asubuhi. Tumeona mkono wa Bwana katika maisha yetu. Tumehisi, we have experienced the power, the presence of God in this place. Naamini ya kuwa tunapoendelea, Bwana ataendelea kuinuka katikati yetu na atapata kututendea mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa wakati wa leo tumeheshimika, sema ya kuwa nimeheshimika, kwa sababu Bwana akutupatia hii nafasi na pia kuwa katika nyumba ya Mungu na mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Reverend Samuel Mutuko from GRC Kangemi, na ameamua ya kuwa atakuwa pamoja na sisi kwa hii ibada, the main service, na pia masaa ya afternoon atakuwa pamoja na sisi kwa kongamano ama revival meetings ambayo ilianzia on Friday, yesterday Saturday, na leo ndio ambao tunafika tamati ya hii revival conference, na tumebarikiwa kuwa pamoja na mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo kwa wakati huu ningetaka kumkaribisha na wakati ambapo anapokuja tupate kumpigia Yesu makofi, tupate kumshukuru Mungu. Karibu sana Reverend. Amen. Hallelujah. God bless you. Amen. We are blessed to have you in this house of God. Amen. Asante. Karibu sana. Thank you.
Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tumpigie Yesu makofi. Let's just celebrate the Lord. I feel good to be here. I don't know if Pastor, I will have an interpreter or yes. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Can you greet the person seated next to you just for my sake? Naomba usalimie mwenzako aliyeketi kando na wewe kwa niaba yangu. I am so blessed to be here. Nimebarikiwa sana kuwa hapa. Thank you, Pastor James, for having me. Asante mchungaji James kwa kunialika. We serve with Pastor James under the leadership of Bishop Othniel Mwambili in the Nairobi region. Tunahudumu pamoja na Pastor James chini ya Bishop Othniel Mwambili katika Nairobi region. You know, as I came, I've just felt the same wavelength, spiritual wavelength from Kangemi all the way to Ruaka. We are almost in the same lines. Alipofika hapa na kukaribia alihisi tu uwepo kama vile wa GRC Kangemi na akajua kwamba ako mahali pasawa. Hallelujah. Hallelujah. This is not my first time to be here. Huu sio mara yangu ya kwanza kuwa hapa. I've come to Ruaka Gospel Revival Center many years. Mchungaji amekuja Ruaka mara nyingi sana. We used to have our friend of the ministry, Bishop Mungai. Tulikuwa na rafiki katika huduma ambaye ni Askofu Mungai. He's actually the one who introduced me into Nairobi region pastors fellowship. Yeye ndiye aliyenitambulisha katika kikundi cha na ushirika wa wachungaji Nairobi. Hallelujah. Amen. So he is a great friend of ours and we thank God. Ni rafiki mzuri wetu na tunamshukuru Mungu. And so just to profile myself a bit so that we hear the word of God. I know that I have stepped in a little bit late. Ili niweze kujitambulisha kwenu kwa kiasi kidogo kabla nianze mahubiri, ni kwamba nimeingia tu nikiwa nimechelewa kidogo. I got born again in 1993 around 9 p.m. Niliokoka na mwaka wa 93 kama saa 9 ya jioni. Before I got born again, I had listened to a tape of the late Evans Purima. So I heard a gospel I had not heard. And then later that evening, my sister and some other brethren came and they led me to Christ. Kwa hivyo kabla sijaokoka nilikuwa nimesikiza kanda ya mahubiri yaliyokuwa yakihubiriwa na mtume aliyeaga Apostle Evans Murima, na nilipoyasikia hapo ndugu na dada mmoja wakaja basi wakanihubiria na kuniombea. So I didn't know him. I didn't know, you know, later on in 1999 when I left college, I found myself in Kangemi, and a brother led me to the church where Bishop Irungu was the pastor. Kwa hivyo sikujua lolote pale, lakini wakati huo basi wapendwa wengine wakaniongoza katika kanisa la Kangemi mahali Askofu Irungu alikuwa akihudumu. And so I became one of the members on Gospel Revival Center Kangemi. Na kwa hivyo akafanyika moja kati ya washirika wa Gospel Revival Center Kangemi. And in 2007 ordained as a pastor, and you know, I served Bishop Irungu for more than 20 years. Na mwaka wa 2007 basi nikasimikwa kuwa mchungaji na nikamtumikia Askofu Irungu kwa kipindi cha miaka zaidi ya 20. Hallelujah. Hallelujah. By the grace of God, when he rested and went to be in the Lord in 2020, then you know, I took over the leadership of the church as the senior pastor. Na kwa hivyo basi wakati Askofu Irungu alipoaga mwaka wa 2020, kwa neema ya Mungu basi Reverend akaweza pia kusimikwa kuwa mchungaji mkuu katika kanisa la Kangemi. We serve in Kangemi with Bishop Terry Matthews, who is in the apostolic office. Wanahudumu pamoja pale Kangemi pamoja na Terry Matthews ambaye ako katika jopo la maaskofu. And many of you also know Pastor Joseph Wanini. We serve with him. I know he's been here a few times. Na wengine wenu najua kwamba mnamfahamu mchungaji Joseph Wanini, amekuja hapa mara nyingi. Plus other pastors that are actually serving in Kangemi. Pamoja na wachungaji wengine ambao tunahudumu pale Kangemi. So Bishop sent me greetings. Kwa hivyo askofu alinituma na salamu. Mmezipokea? Tumezipokea. Hallelujah. Hallelujah. And also the church. In Kangemi we have a first service and the second service which now is ongoing, a very early morning service.
which ends at around 10:30, and those brethren sent me with greetings. You can receive them in Jesus' Kwa hivyo name. pia kanisa limenituma na salamu. Huwa tuko na ibada mbili pale ya saa 3:30 na nyingine inaendelea, basi wote walinituma na salamu. In fact, there is a relative of one of you here who saw me go out, and then she came and told me, I'm sending you greetings. Na kuna mmoja kati ya jamaa wenu hapa aliponiona kwamba nakuja hapa Ruaka akanituma na salamu. She was referred to our church by one of you, and we are really blessed. Aliweza kuelekezwa kwa kanisa letu na mmoja kati ya washirika wenu hapa, na tumebarikiwa. I think, Pastor, we will pay back. If we have members who are around Ruaka, we will tell them, please, Gospel Revival Center Ruaka. Na sasa basi kanisa la Kangemi watalipa ya kwamba kama kuna washirika wanaenda Kangemi na wanaishi Ruaka, tunawahitaji hapa. Amen. Amen. So I mean a lot about profiles. I'm married. I am married to one wife. We are blessed with 3 children. Yeye ameoa mke mmoja wa kike na wamebarikiwa na watoto 3. Yes, and Joshua, Sharon and Daniel. Joshua, Sharon na Daniel. Some of them now are big people. They are adults. Others are this month. Others will become adults, and others are they are meeting expectations in grade 7. Wengine basi ni wakubwa tu. Mmoja mwingine anaingia katika hiyo hali ya kukomaa kiasi, mwingine basi yako pale tu anakuja haraka. Hallelujah. Amen. Let's stop there because I have a word that I feel we need to hear from God. Naomba nikwamie hapo kwa utambulisho, kwa sababu nasikia kwamba tuko na neno kutoka kwa Mungu. I am blessed that God saw it in this season of time to just come and be blessed to be with you. Basi ninashukuru Mungu kwa sababu Mungu ilimpendeza tu kwamba niweze kuja ili kwamba niwe na nyinyi. Hallelujah. Hallelujah. And in this revival weekend where we are speaking about expansion and increase, I pray that we will receive the word of God that is given me. Na wakati msimu huu wa uamsho ambao pia katika msimu tunanena juu ya kupanuliwa na kuongezeka, naamini ya kwamba tutashiriki neno la Mungu. Amen. Amen. And I think today I will be in Ruaka until Pastor says now go home. Na leo atakuwa Ruaka mpaka wakati mchungaji atamwambia enda nyumbani. Hallelujah. Amen. So I came with a pastor who has been with us from Congo for more than 15 years in Kangemi. I think he will just stand up. Kwa hivyo nimekuwa na mchungaji, tumekuwa naye kutoka Kongo, amekuwa na sisi kwa hiyo miaka yote Kangemi. He is called Pastor Hashir. Yeye ni mchungaji Hashir. He came during the days of our papa and he has been with us. Alikuja wakati nyakati za askofu Irungu na hata waleo yuko nasi. And so I know you are ready. Naamini kwamba uko tayari. And I am blessed to share God's word with us. Na nimebarikiwa ili nishiriki neno la Mungu pamoja nasi. When the servant of God asked me to come and share God's word with us, wakati mtumishi wa Mungu aliniuliza kwamba nije nishiriki nanyi neno la Bwana, the Spirit of the Lord took me into the realm of looking and examining the state of the church. Roho wa Bwana alinipeleka nikaanza kufanya uchunguzi na utafiti juu ya hali ya kanisa. And this was the final message. If you don't get anything else, please just get this. Na huu ulikuwa ni ujumbe wa mwisho, na kama hautapokea kingine tafadhali usikose hii. That God has sent me to us to say, grow the word. Mungu amenituma ili kwamba niseme ya kwamba grow the word. Kuza neno. Grow the word. Kuza neno. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. That is the message. Huo ndio ujumbe. That is the message that God has given us for this weekend. Huu ndio ujumbe ambaye Mungu ametupea katika juma hili. That it is time as a believer, as a child of God, to grow the word. Ya kwamba ni msimu kama muaminio ama Mkristo kukuza neno la Mungu. Because it is the word that has the ability to
bring expansion and increase. Kwa sababu neno ndilo lina uwezo wa kuleta mafanikio na upanuzi na kuongezeka. Hallelujah. Amen. So the message is growing the word for kingdom expansion and increase. Kwa hivyo kichwa cha ujumbe wangu ni kwamba kukuza neno kwa ajili ya kupanuka na kuongezeka. Hallelujah. Amen. I don't know how many we are in Ruaka, how many the population of the residents of Ruaka. Sijui idadi ya watu wanaokaa Ruaka ni kiasi gani. You can guess how many are they? Ni wengi sana mchungaji. Maybe we will you know, this time round, that is what the politicians want to know. Huo wakati ndipo wanasiasa wangependa kujua. How many people, because they are looking for what? Somebody help me. Wanatafuta kura. So they want to know. Even in fact, as we were coming in, I think we got kidogo some. I think some people who had you know, I think there is a function somewhere. Na kulikuwa na hafla mahali walipokuwa wakija. Growing the word for kingdom expansion and increase. Kukuza neno kwa ajili ya kupanua ufalme na kuongezeka. And the message for me and you today is grow the word. Na ujumbe wangu kwako na mimi ni kwamba kuza neno. Pick the word, take it, go grow it. Lichukue neno, enda ukalikuze. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We will refer to a few scriptures. Tutaweza kuangalia katika maandiko kidogo. But today let's begin with Matthew chapter number 13. Matthew chapter 13 is a very rich chapter. If you can go read all of it, the Lord will bless you. Lakini tuanze kwa kuangalia Mathayo sura ya 13, na kama unaweza chukua kipindi usome tu Mathayo 13, itakuwa ya baraka kwako. Have you ever wondered, have you ever thought of yourself as a farmer in the kingdom? Wewe umewahi jiona kama mkulima katika ufalme? And even if you have not been, you know, you've not thought about yourself as a farmer, have you ever seen the lifestyle of a farmer? Na kama haujawahi jiona kuwa mkulima, je, umefikiria juu ya maisha ya mkulima? Now, the farmer lives a very calculated life. Mkulima huishi maisha ya hesabu. And the farmer understands seasons. Na mkulima yeye huelewa majira. And one of the things he knows is that in his stores there are seeds that are precious. Na baadhi ya vitu vinavyopaswa kuelewa kwa mkulima ni kwamba kuna mbegu katika gala lake. And he understands and he is ready. He knows when to discern the seasons. Na anaelewa wakati yako tayari ili kwamba aweze kuelewa majira. Sometimes when I go up the country, because I go a lot, there is a farm I have. When you go there, we are busy preparing something. Wakati mwingine napoenda pale mashambani, maanake utembea mara mingi, unakuta kwamba wakulima tuko na harakati basi kwa ajili ya kupanda. And we are very sure by the 15th of October the rains will begin coming in. Na tuna uhakika kwamba tarehe 15 mwezi wa 10 mvua itaanza kunyesha. So the life of a believer in the kingdom of God is likened to a farmer. Kwa hivyo maisha ya Mkristo yanafananishwa na maisha ya mkulima katika ufalme. So much so that, child of God is not pleased when you carry a precious seed and that seed has no result. Zaidi ya yote ni kwamba Mungu hapendezwi wakati uko na mbegu ya dhamana. Hallelujah. Na hiyo mbegu hauitumii vizuri. Hallelujah. Hallelujah. I pray that in the name of Jesus. Naomba katika jina la Yesu. Begin to, you know, let's get aligned right now. Wacha tupate vizuri sasa. Hallelujah. Amen. Let's get aligned so that you know, as a believer, you carry precious seed. Wacha tuelewe vizuri ya kwamba kama muaminio umebeba mbegu. And this is our weekend where we are talking about expansion and increase. Na hili ni juma ambalo tunanena juu ya kupanuliwa na kuongezeka. And when you read Isaiah 54 comes before Isaiah 53, which says, who shall believe the report of the Lord? Na Isaya 54 utanguliwa na Isaya 53 inayotangulia kusema ni nani aliyeamini habari yetu. And in Isaiah 53, Isaiah saw Jesus.
Na katika Isaya 53 Isaya akamuona Yesu. And he saw Jesus for who he will be when he is revealed to us. Na akamuona Yesu vile atakavyokuwa atakapofunuliwa kwetu. Revealed to us as the seed of God. Akiwa amefunuliwa kwetu kama mbegu ya Mungu. And so you read Isaiah 53 and you see who has the arm of the Lord been revealed to, and many other declarations of Isaiah. Na kwa hivyo Isaya 53 utaanza kuona Isaya akiongea na kusema na mkono wa Mungu ulifunuliwa kwa nani? Hallelujah. Amen. When did Isaiah see these things? Isaya aliona mambo haya wakati gani? Isaiah prophesied before the children of Israel, the nation of God was taken into Babylon. Ilikuwa ni wakati ambapo wana wa Israeli walipelekwa uhamishoni kule Babeli. It is Isaiah who saw about Kenya. Do you know that? Ni Isaya pia aliyeona mambo ya Kenya. Tap your neighbor and ask them, do you know where it is written in Isaiah about Kenya? Je, unajua ni wapi imeandikwa katika Isaya juu ya Kenya? We are talking about growing the seed. Let me just digress kidogo. Tunanena juu ya kukuza neno. But think of it. Hebu fikiria tu. Isaiah prophesied more than 700 or 800 years before the birth of Christ. Isaya aliweza kutabiri miaka 1700 ama 800 kabla ya kuzaliwa Yesu. When we go in for our Christmas periods, we cannot have Christmas without reading Isaiah. Is that so? Is that not so? Tunapoenda katika majira ya Krismasi hatuwezi fikia huo msimu na kusherekea bila kukumbuka kitabu cha Isaya. And to us a child is born. Na kwetu mwana amezaliwa. A son is given. Na mwana amepeanwa. That was Isaiah 700 and more years before Jesus was really born. Hiyo ilikuwa ni wakati miaka karibu 700 wakati Isaya alitabiri kabla Yesu kuzaliwa. And when Isaiah is prophesying, he is a teenager. Na wakati Isaya anatabiri yeye ni mdogo. And the ministry of Isaiah, just like the ministry of the prophets, spanned for a period of about 60 years. So he is prophesying for a period of 60 years. Na huduma ya nabii Isaya anafanya hiyo huduma kwa kipindi cha miaka 60. And so by the time it gets to chapter 53, I don't know if that was year 53. Na kwa wakati ule ambapo anafika katika kifungo cha 53. When you read the Bible, ukisoma Biblia, you see chapters. Utaona vifungu. But do you know when God was really dealing with Isaiah in chapter 53, chapter 54, which now we are reading and we are saying it is expansion and increase? Na wakati Mungu alikuwa ananena na Isaya katika 53, 54 tunaposema kwamba ni wakati wa kupanuliwa na kuongezeka. Personally, I've just been preaching for about 30 years myself. Kibinafsi mchungaji amekuwa akihubiri kwa kipindi cha miaka 30. If you know, every chapter, every year must probably be a chapter of my life. Kila mwaka lazima iwe ni kifungo katika maisha yangu. And so when people recollected the Bible, kwa hivyo watu walipofanya muunganisho wa Biblia, and chronologically they are speaking the prophecies of Isaiah. Na katika mpangilio wananena juu ya unabii wote wa Isaya. They get to chapter 53. Wanaingia katika kifungo cha 53. And they see a prophet that has seen Jesus. Na wanamuona nabii ambaye alimuona Yesu. Hallelujah. Hallelujah. And he is speaking about Jesus. Na ananena juu ya Yesu. And he is asking a people who in his time don't know whether there is a son that will be born. Na anauliza watu kwa wakati wake kwamba kama kuna mwana atakayezaliwa. Hallelujah. Amen. And then we get into chapter number 54. Kisha tunaingia katika Isaya 54. What is this telling us? Anatuambia namna gani? We are all of us carriers of precious seed. Sisi sote ni watu ambao wamebeba begu ya dhamana. And it is that seed that reveals Jesus. Na ni hiyo begu ambayo inadhihirisha Yesu. One of the questions that we are asking ourselves this afternoon is the seed in my life and in your life having the ability to make me see Jesus? Moja kati ya maswali tunahitaji tujiulize adhuhuri ya leo ni kwamba, je, mbegu iliyo ndani yetu inatusaidia kumuona Yesu? Now let's pause there and see. You know, sometimes when you read the Bible and you have it like I have a big one there, it has a lot. There are Bibles that are quite expensive. Kuna Bible ambazo ziko na bei sana.
And when you read it, you really get to know the depth, the treasure of God's word. Na unaposoma pale basi unaona ule undani na zile hazina ndani ya Mungu. Hallelujah. Amen. It is precious. Ni ya dhamana. And that is why in John chapter 1, ndio maana Yohana sura ya 1, we are speaking about the precious seed on the inside of us. Ananena juu ya mbegu ya dhamana iliyo ndani yetu. And some of you think when Isaiah is writing these things, he's educated, he has a PhD. Some of you, just a sermon, notes of a sermon like this one, after this service, if somebody picked your notebook, they will not know what you are writing. They will not connect. Wakati Isaiah anapoongea mambo haya, unafikiria kwamba labda ni msomi sana, akona shahada ya uzamifu ama vitu kama vile, lakini si hivyo. If the next generation was left to read your notes, what would they read? Kama kizazi kijacho kingeachiwa kisome maandishi ama notes zako, wangesoma nini? Hallelujah. Amen. And that is what we are speaking about, having the ability to project Jesus, so that people in the church and in the kingdom of God are able to see Jesus through our lives. Ndio maana tunaelezea na kusema ya kwamba yafaa tutoe picha, tuonyeshane picha ya Yesu, ili ya kwamba watu walio kule nje wamuone Yesu ndani yetu. Sometimes when I read the Bible and I see how men who are not learned, how they detailed their experience with God, I just say, it is amazing. Wakati mwingine ninapoona watu ambao wametembea na Mungu wanapofanya mambo makubwa na si wasomi na yale mambo wanafanya, ninasema kwa kweli ni ajabu. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So Isaiah 53 is about Jesus. Kwa hivyo Isaiah sura ya 53 ni juu ya Yesu. You will read Isaiah chapter 7 and even from chapter 7 and 9 he is talking about Jesus. Utasoma Isaiah sura ya 7, sura ya 8 na 9 inanena bado juu ya Yesu. Hallelujah. Amen. Now and this afternoon there is a simple message. Na adhuhuri ya leo basi kuna ujumbe ambao ni mwepesi. That the ability to increase, yani uwezo wa kuongezeka, the ability to expand, uwezo wa kupanuliwa, is only possible if we grow the word. Ina uwezekano kama basi tutakuza neno. If we grow the word. Kama tutalikuza neno la Mungu. Hallelujah. Amen. And I didn't say we grow the church. Sijasema tukuze kanisa. Now, Jesus left 12 men. Yesu aliwaacha watu 12. And he did not leave them with Bibles. Na hakuwaachia Biblia. Sometimes it's good to just open your your understanding and know. He did not leave them with the Bibles we read. Ni vizuri kupanua mawazo na uangalie uone kwamba wanafunzi wa Yesu hakuwaachia Biblia. The Bible as we know it today was written in the 16th century by the order of one man called King James. And 16th century simply means that was 1,600 years after the ministry of Jesus. Sasa tunaona Biblia iliandikwa katika karne ya 16 na yule mtakatifu Yakobo ama James. And what happened is that Jesus prepares his disciples. He is with them, he is speaking with them, and they are listening for a period of 3 years. Na ile ilivyo ni kwamba Yesu amekaa na wanafunzi wake, wamemsikiza, amewafunza kwa kipindi cha miaka 3. And I want you to know that there is an ability inside of each one of us to be able to grow the word of God. Nataka uelewa kwamba kuna uwezekano na uwezo wa kila mmoja wetu kukuza neno la Mungu. That in your life God has given you all it requires for us to grow the word. Kwa sababu Mungu amepatiana na ametupatia uwezo kwa wote ipendekanavyo ili kwamba ukuze neno la Mungu. Because when the word is grown, the church multiplies. Kwa sababu wakati neno limekuzwa, kanisa linajumulika. These 11 men were left with the word that he had been speaking all along. Wanaume 11 waliachiwa neno ambao tumekuwa tukinena wakati wote. And I long for the day when we will meet with them. Na natamani ile siku ambao tutakutana na wao. This was the greatest assignment, very challenging assignment that they were left with. Go preach the word. Hii ilikuwa ni kibarua na kazi ngumu
humo walioachiwa, endeni mhubiri Injili. They were left with just that command. Waliachiwa tu amri na sheria kwamba endeni mhubiri And the Injili. disciples went forth everywhere preaching Jesus. Na wanafunzi wa Yesu wakaenda kila mahali wakihubiri Yesu. And they were preaching the word. Na walikuwa na hubiri neno. Growing the word for kingdom expansion and increase. Kukuza neno la Mungu kwa ajili ya kupanua ufalme. John chapter number 1 verse 1, the Bible says. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza Biblia yasema. When we speak about growing the word, tunaponena juu ya kukuza neno, it is Jesus. Ni Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Am I so fast? Am I so evangelistic? You know, maybe am I shouting a lot? No. Ni fire, si fire. Ni fire. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. John chapter 1. Yohana sura ya kwanza. In the beginning was the word. Hapo mwanzo palikuwa neno. And the word was with God. Na neno lilikuwa na Mungu. And the word was God. Na neno lilikuwa Mungu. So when God is speaking to us as the Church of Jesus in Ruaka this weekend. Kwa hivyo Mungu anapotunenea katika neno lake kama wapendo wa Ruaka siku ya leo. He is saying the ability to expand and to increase is on the inside of every one of us. Anasema kupanuliwa na kuongezeka imo ndani ya kila mmoja wetu. Verse 2 the Bible says. Mstari wa pili Biblia yasema hivi. He was in the beginning with God. Alikuwa pale mwanzo na Mungu. And then the Bible says verse number 3. Na mstari wa 3 unasema hivi. All things were made through him. Vitu vyote viliundwa kupitia yeye. You carry on the inside of you. Unabeba ndani yako. I carry him that has the ability to grow and to make things come to pass. Ninambeba yule ambaye ako na uwezo wa kufanya mambo yafanyike. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. Na kupitia yeye mambo yote yaliumbwa, na hakuna kitu kilichoumbwa ambacho kiliumbwa. Church of Jesus. Kanisa la Yesu. It is time to go back. Ni wakati wa kurudi to the basics. Katika msingi. As a believer, kama muaminio, are you growing the word? Je, unakuza neno? Now, we can stop in there, but verse number 4 is very good. Tunaweza iachia pale, lakini mstari wa 4 ni amana sana. Let's read verse number 4. Hebu tuone mstari wa 4. Hallelujah. Amen. What do you carry as a farmer in the kingdom, as a believer in the kingdom? Ukiwa kama mkulima katika ufalme, ukiwa kama muamini katika ufalme, unabeba nini? You carry life. Unabeba uhai. And somebody say amen. Amen. You carry life. Unabeba uhai. If you carry the word. Kama unabeba neno. And in him was life. Na ndani yake kulikuwa uhai. And the life was the light of men. Na uhai ule ulikuwa nuru ya wanadamu. Then Ruaka must know him. Kwa hivyo Ruaka lazima imjue. Ruaka must begin to know him through you. Ruaka lazima ianze kumjua kukupitia wewe. Can somebody say amen? Mtu aseme amen. Hallelujah. Hallelujah. That is why God is speaking to us by his Spirit, and he is saying you have the ability to grow the word. Kwa hivyo Mungu anatunenea kupitia Roho ya kwamba una uwezo wa kukua. Let me give a very good example before we go to the main text, which is Matthew chapter 13 verse 31-32. Wacha niwapatie mfano mzuri kabla tujaingia katika Mathayo 13 mstari wa 32. Hallelujah. Amen. What do you think would have happened if this week you went around your neighborhood and you prayed for somebody? Je, unaona ingekuwa namna gani kama juma hili ungeenda kwa jirani mmoja na umuombee? What would have happened if you took the word of God to your business place, and as you did business, you spoke the word? Ingekuwaje kama ungeenda mahali unapofanyia kazi na unapozidi kufanya ile kazi unanena neno? I think as the Church of Jesus, we have concentrated on the wrong things. Naamini kama kanisa la Yesu tumeweka juhudi kwa mambo mengine. Because we want to grow members. Kwa sababu tunataka kukuza washirika. But God is after
growing the word that brings in the harvest. Lakini Mungu anapendekeza kukuza lile neno na ili kwamba lilete mavuno. It is the word that brings an harvest. Ni neno linaloleta mavuno. And while members are not bad, we increase in numbers, no problem, but God is worried about members and numbers that are not growing the word. Na hakuna shida kwa washirika kuongezeka, lakini Mungu anapendezwa kwamba neno likiwa ndani yenu liweze kuleta mazao. So let's give this example. Wacha tupeane mfano huu. You went out this week. Ulienda wiki hii kule nje. You have a neighbor. Uko na jirani. And I speak these things because I've seen them. Na ninayanena haya kwa sababu nimeyaona. As a young man, I went rented a house somewhere in Kangemi, and the landlord was not born again. But within a very short time, he got born again and he bought me a Bible. Wakati yule nilipoenda nikakomboa nyumba mahali pale Kangemi, yule ambaye alikuwa mwenye nyumba basi hakuwa ameokoka, lakini kwa kipindi fulani akaokoka, akaninunulia Biblia. And then he even bought me a hymn book. Na hata akamnunulia kitabu cha nyimbo. Because every day, although I was not paying rent on time, one time he came and took off the door. If you have not gone through those things, you have not been invited to Nairobi. Hata kama sikuwa mzuri kwake sana kwamba kuna wakati mwingine angenifukuza tu anifungie nyumba. Wewe kama hujapitia hiyo bado hujakaribishwa Nairobi. But he used to tell me, wewe ni ule tu wa maombi kwako maombi, sijui ni na ulipi nyumba. You know, it's very bad when you meet at the water point and other people. That is where he would announce, I have not paid rent. Then he takes the mutungi, I don't get water. That was the life. Ni kitu kibaya sana kukuta yani watu wanajua ile udhaifu yako yote mpaka yani kila kitu yao ndio maisha bana. Hallelujah. But you know what? Lakini unajua nini? He came to Christ. Alikuja kwa Kristo. Because I intentionally decided to grow the word. Manake nilikusudia kukuza neno. I know people have churches. We have now, I don't know, today to yesterday, people went to places of worship. Najua leo watu wameenda sehemu mbalimbali kuabudu. But I want to let you know. Lakini ningependa ujue hivi. Very few people we work with, we stay with, we do business with, have the word that can change. Watu wachache sana ambao tuko na wao ambao wako na neno wanalikuza liweze kubadilisha. I have prayed for people who are very religious, very committed in their places of worship. Nimeombea watu wengi ambao wamejitolea sana katika dini zao. Hallelujah. And so we are giving an example as we now drawing down so that we close. I know I think my time is quite good. Kwa hivyo sasa wakati huu naendelea tu tukiendelea kwa sababu najua kwamba wakati ni mzuri huu. I know preaching is good. Na kuhubiri ni kuzuri. But I want you to consider this as a believer. Who carries a precious seed? Nani ubeba mbegu ya dhamana? As a young person, kama kijana mdogo, you know you have friends. Some of us in church have friends who are not born again, young people who are in drugs, who are in a lot of other bad things. Wengine wetu tuko na jamaa na marafiki ambao wako katika hali mbaya, walevi, wengine wako katika hali ngumu. And when God sent me here, by His Spirit, He told me, go tell brothers and sisters in the body of Christ, Church of Jesus, use the word, grow it, because it is on the inside of you. It is the word that has the power to bring change. Na Mungu aliponituma hapa kupitia Roho wake Mtakatifu, kaniambia kwamba ambia watu kwamba wakuze neno, hilo ndilo linaweza leta mabadiliko na mazao. Wapendo wa Rwaka, nimetumwa hapa ili tukuze neno. Amen. Hallelujah. Amen. Look at it, you know, you ladies, you have you have all manner of relationships in the community. Kuna chama ya ladies, sijui ya kuchangisha whatever, ya kuenda kuona watoto. Yes. What have you done with the word that God has faithfully deposited on the inside of you? Umefanyia nini lile neno ambalo Mungu ameweka ndani yako wakati mko katika zile vikundi mbalimbali?
This morning in our church we have Wakorinos. God has blessed us with Wakorinos. I'm telling you, very soon we'll have a choir for Wakorino. I love the way they have a passion for God. Kanisani kwetu basi tuko na washirika ambao pia ni Wakorino, na tunashukuru Mungu sababu hivi karibu tutakuwa na choir yao. Listen to me, child of God. Nisikize mtoto wa Mungu. It is no longer about our church and its name. Si juu ya kanisa letu na jina. It is about kingdom growth and expansion. Ni juu ya kukuza ufalme na kuupanua. Hallelujah. Amen. And if these names we have will not go with us where we are headed, they will not matter where we are headed. We rather grow the word now. Na kama haya majina yatatupeleka mahali tunaenda, basi heri tukuze neno sasa. Because in ministry have realized, if you speak to someone, no matter where they go to church, whoever they are, when you speak to them the word works for them. Kwa sababu wakati unaponena neno kwa mtu, haijalishi yeye anashiriki wapi, haijalishi yako wapi, wakati unapokuza lile neno ndani yake, basi litaleta mazao. We have a problem with our men. Tuko na shida na wanaume wetu. And may God deliver and save men. Na Mungu akomboe na waokoe wanaume. Men are not in church. Wanaume hawako kanisani. As I came with pastor, I told him, look. People have left church. Hata tulipokuwa tunakuja na mchungaji, tuliona wanaume wanazunguka, tunasema angalia tu, watu wameacha kanisa. And I don't like even this issue where people they are working even on Sunday, opening their, it's a day of rest. It's supposed to be that way anyway. Na sipendi sana hii. It's supposed to be a day of rest, not hii shughuli ya watu wamefungua kazi zao Jumapili tu, wako busy pale kabisa, na inafaa kuwa siku ya mapumziko. Now listen to this one. Hebu sikiza hii. As we go along, because people have become busy and busy and busy. Tunapoendelea watu wamekuwa na shughuli nyingi sana. It's going to be a challenge to have people in a gathering in church. Itakuwa changamoto sana wakati ujao kuwa na kusanyiko pale kwa kanisa. And that is why in Kangemi we are speaking about priesthood. Having to serve and praise God wherever you are. Na ndio maana Kangemi tuko na mambo huduma ya ukuhani ya kwamba kumtumikia Mungu papote ulipo. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So our men are suffering. They are out there. They are not church, but they can go places. You meet the cars, I don't know, these barbs that are in some places, and they have been there up to 2 a.m. So that is a man who can stay in church for 8 hours. So unakuta wanaume wameshindwa kwenda kanisani, lakini kule nje wako na shughuli nyingi sana. Utawakuta wamepaki magari yao kwa vilabu, wako pale mpaka saa 8 na usiku wa 8. What have we done with the word? Tumefanyia nini neno? Let's now read Matthew chapter 13, 31 and 32. Tusome Mathayo sura ya 13 mstari wa 31. Let me remind you, the message is growing the word for kingdom expansion and increase. Nikukumbushe kwamba kichwa cha ujumbe wetu ni kwamba kukuza neno. In the New Testament it is not just pastors' work. Katika Agano Jipya sio kazi ya wachungaji peke yake. If you as a man just went along that shoe shiner, and as he shined or shone your shoes, I know I went to school. Me and a group of people went to school. Yes. But the others who go to group of schools. Others passed by. Hallelujah. Amen. Others passed by, okay? Bwana Yesu asifiwe. Amen. I want us to get this because this is the message. Nataka upate hii kwa sababu huu ndio ujumbe. What would happen if you went to that shop owner who knows you and they know you are born again, but they have never heard the word of God from you? Ingefanyikaje kwa yule mtu anayekupakia kiatu rangi, ama kwa duka yule mtu anakujua vizuri lakini hajawahi sikia neno kutoka kwako? Some of us, especially ladies, families they are living in hell. People are living like, it's crazy at family level. Watu mnaelewa vizuri, hata katika familia zingine unakuta kwamba watu wanaishi katika hali ngumu zilizo na changamoto sana. But on the inside of Pastor Mutuku and Pastor Mulwa here, lakini ndani ya Pastor Mutuku na Pastor Mulwa hapa, and Sister Wanjiru and Brother Otieno and Mutua, we are carriers of the precious seed and there is no growth. Na wapendwa kama Dikoni Kenywa na wale wengine akina Wamukota wako hapa wamebeba neno. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. Amen. What would happen if you prayed for someone over the week? Ingekuwaje kama utaombea mtu wakati wa wiki? Na sisi kasumba yetu ni tunataka kuwaombea wakuje kanisa yetu. That's not, let me tell you. Wacha niwaambie. I love Jesus. Nampenda Yesu. Jesus would have 5,000 people follow him. Yesu angekuwa na watu 5,000 wamemfuata. And he feeds them. Na anawapatia chakula. He did not start a church called Galilea Jesus Revival Ministry. Hakuanza kanisa linaitwa Galilea Jesus Revival Ministry. In the next day, he went elsewhere. Siku iliyofuata alienda kwingine. And another, he did miracles there. Na wakati mwingine akafanya miujiza huko. And he went to the next place. Na akaenda mahali pengine. Even during the disciples. Hata wakati wa mitume. Now listen to this. Hebu sikiza hii. Peter and the 12 disciples after Pentecost, Philip, the Bible says he went down to Samaria. He preached the gospel. There was joy in that city. We are not shown where men, those early disciples, started groupings. Now hawa ni because umeona huyu ameokokea kwa crusade yangu, sijui nao sasa niko na watu 300, kanisa ya 300. They were kingdom minded. Ukiangalia kama kanisa la mitume baada ya ubatizo wa Roho Mtakatifu walienda kila mahali, kama Filipo alitumwa sehemu za Samaria kule akafanya kazi, lakini hakuna mmoja aliyejiundia kanisa yake pale. Hallelujah. Amen. Paul like that. Paulo hivyo. He preached across continents. Alihubiri katika kontinenti zote. Hallelujah. Amen. He brought up men and women that were actually going to preach the gospel like him. Aliweza kukuza wamama na wanaume ambao pia wataweza kuendeza injili kama yeye. So listen to the spirit, child of God. Kwa hivyo sikiza jinsi Roho anasema, mtoto wa Mungu. God is saying, Mungu anasema, let's grow the word. Wacheni tukuze neno. And it is not only here. Na hata kama sio hapa. It Kangemi, the nation of Kenya, Africa, there is a rallying call for an apostolic call to go back to growing the word. Na hata kama sio Ruaka, sio Kangemi, lakini kuna mwito wa kimitume kuondoka pale nje na kukuza neno. Because the Bible says in Matthew 13, 31 and 32, the kingdom of heaven is like to a grain is like to a grain of mustard seed, which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali. Amen. Aliyoitwaa mtu akaipanda katika shamba lake. Nayo ni ndogo kuliko mbegu zote. Lakini ikiisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote. Hallelujah. Ikawa mti, hata nyuni wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Amen. Amen. We carry the precious seed. Tunabeba mbegu ya dhamana. And in Matthew chapter 24 it is called the gospel of the kingdom. Na katika kitabu cha Luku 24 inaitwa injili ya ufalme. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The Bible is saying when it is grown, it is the least of them. Biblia sema kwamba wakati inapokuwa na ni ndogo kwa zote. And let me tell you, I know when the word of God grew, when you read church history, when the word of God grew, the devil brought religion to counter the word of God. Ukisoma historia ya mambo ya kanisa, na wakati neno lilikuwa basi hata shetani pia akainuka ili kwamba aweze kupinga lile neno. And what he did was to bring religion, Methodist, the Calvinism, and all these historical, when you read the history, and men began to bring in theology, and we had all this manner of teachings coming through. Na wakati neno lilipokuwa, basi shetani akainuka na mbinu za kupinga kwa njia ya kuleta dini tofauti na mafunzo mbalimbali. And that is our greatest challenge even today. Na hiyo ndiyo changamoto tulio nayo hata wa leo. We even have born again Christians seated in church every other time, every other Sunday. Challenge them on the word. We are very shallow on the word. Tuko na washirika kanisani, ni waaminifu kanisani, wanakuja kila wakati, lakini ukiingia katika neno la Mungu wako hawana neno la Mungu.
If somebody stood up and told you, please explain to me why I should become a believer, why I should trust in this Jesus. Mtu kama angetokea tu na kuambia hebu nielezee kwa nini niwe mshirika ama niwe muamini wa kumwamini huyu Yesu. And the other day I realized there is a very important verse in Genesis chapter 1 from verse 26 to 28, which actually is a kingdom verse. Na kuna andiko katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 ambao inanena juu ya mambo ya ufalme. It doesn't matter whether that person knows the Bible or not. Haijalishi kama yule mtu anajua neno ama hapana. We grow the word of God. Wakati tunakuza neno la Mungu. Because religion has come and has blocked the way of growth of the word. Kwa sababu dini imekuja na imepinga na kuzuia kukua neno la Mungu. Religion encourages membership. Sasa dini inatia moyo kuongezeka kwa shirika. Religion encourages liturgy. This is how we do our things. This is how when you come to our church, now you have to have long clothes, all this manner of these are religious things that have nothing to do with the word. Dini basi inaleta mambo ya utamaduni ama mpangilio fulani, tunafanyaga hivi, tukitoka hapa tunafanya hivi. Hallelujah. Amen. The Bible says in Genesis 26:28, let's just read through that, because some of this we will probably revisit in the afternoon if I will probably be around. Yes. Genesis 1:28, 26:28. Tusome Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. If you stop with any man, any woman, any person on earth, and you tell them the reason, the mandate God gave us. Ukiweza kusimama na mtu yoyote na umwelezee ile jukumu ambaye Mungu alitupatia. Let us make man in our own image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and every creeping thing that creeps upon the earth. In Chinese, I don't know Indonesian, I don't know African, I don't know who. If you start a conversation with anyone based on this mandate, they will listen to you. Kama basi utaanzisha maneno ama mazungumzo kulingana na maneno kama haya, basi utakuwa umeanza vizuri. Verse number 27, the Bible says, mstari wa 27 Biblia inasema, so God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Kwa hivyo Mungu basi akamuumba mwanadamu kwa mfano wake na umbo lake. Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke, aliwaumba. And there is a mandate there in verse 28 that God gave man. Na kuna jukumu pale ambayo Mungu alipatia mwanadamu. Then God blessed them. Kisha Mungu akawabariki. And God said to them, na Mungu akasema, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. That was in the beginning. Zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Hallelujah. Amen. Hebu tusalimiane. I know I've spoken a lot of things. Bwana Yesu asifiwe. Amen. At what point did we have God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? Ni wakati ule upi tuliokuwa na Baba Mungu, Baba Mwana, Baba Roho Mtakatifu. Because the God who was now has become the God who is in us after salvation. Kwa maana Mungu aliyekuwa amefanyika Mungu aliye ndani yetu baada ya wokovu. It is the sin of man. It is the exit of God's glory in man that had to make the Trinity of God, so that we have a Savior and we have one who fellowships with us, the Holy Spirit. Ilikuwa basi ni baada ya mwanadamu kuondoka uweponi mwa Mungu, ili ya kwamba Mungu basi ajidhihirishe kupitia Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu ndani yetu baada ya kuokoka. We blame Adam a lot. Huwa tunalaumu Adamu sana. But let me tell you. Lakini wacha nikuambie, if the first man who was fully filled with the Holy Spirit was Adam. Kama kuna mtu, yule mwanaume wa kwanza aliyekuwa amejawa na Roho Mtakatifu ni Adamu. Hallelujah. Hallelujah. He was full of the Holy Ghost. Alikuwa amejawa na Roho Mtakatifu. But when he messed, he is also the one who made the Holy Spirit live.
Lakini wakati alipokosea, yeye ndiye aliyefanya Roho Mtakatifu pia atoke. And there was a discussion to have God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Na pakawa basi na mazungumzo kati ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Because it was a revelation from ages that there was a lamb that was supposed to be slain for the salvation of man. Kwa sababu ilikuwa ni ufunuo ambao wa kitambo ya kwamba kutakuja mwana kondoo atakayechinjwa na awe dhabihu kwa ajili ya mwanadamu. Don't joke with Adam who is speaking with God. Hebu angalia mwenzako umuulize, ni lini uliongea na Mungu vile mnaongeanga? Wewe usicheze na Adamu, alikuwa anaongea na Mungu hapa kwa hapa. He could only do that by the power and the presence of the Holy Spirit. Angefanya hivyo kwa nguvu na uwepo wa Roho Mtakatifu. And even when they are speaking, oh, the woman you gave me, he is the one. He is speaking full of the Holy Ghost. Na hata wakati wanazungumza pale, anamwambia ni wewe yule mwanamke uliyenipatia, anazungumza kupitia Roho Mtakatifu. Because there can never be any ability for anybody to speak with God without the Spirit. Kwa maana hapatawahi kuwa na uwezo wote wa mtu kuongea na Mungu pasipokuwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. And that is why when man fell, the Spirit left. Na ndio maana wakati mwanadamu alipoanguka, Roho Mtakatifu akaondoka. And in the days of Joel he says, I will pour my spirit upon all flesh. So the Spirit has come back. Na nyakati za Joel basi akasema ya kwamba na nitamimina Roho wangu kwa kila kiumbe. Hallelujah. Amen. So we have a duty to grow the word. Kwa hivyo tuko na jukumu la kukuza neno la Mungu. Have you ever spoken to any man about Genesis chapter 1 verse 26 to 28? Je, umeshanenea mtu yoyote kuhusu Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27 mpaka 28? In Acts chapter 6 and verse 7. Katika Matendo ya Mitume 6 na mstari wa 7. What time, Pastor, do I... my time is up, is it? Do I have a few? Oh, okay. Pastor says until 7 p.m. Continue my Hallelujah. Si tumeonana leo, niendelee kidogo. Si unapata kitu? Because my assignment was to ask us to go out and grow the word. Kwa sababu jukumu langu ilikuwa ni kwamba nikuulize utoke pale nje ukuze neno. Na usijali ni nani unapea hiyo neno. Usijali unaambia hilo neno kwa nani. And sometimes because the wisdom God has given us, some of the people we approach them, we are not even telling them we want them to get saved. It is the work of the grown word to change lives. Na hata wakati tunapoenda kunena lile neno, sio majukumu letu kuhakikisha kwamba wale watu wameokoka. Ni jukumu lako kupeana neno, Mungu atafanya kazi hiyo ingine. Hallelujah. Amen. Are we together, Church of Jesus? Tuko pamoja kanisa la Yesu Kristo. That it is our duty to carry on the precious seed which is on the inside of us and to make it grow. Na ni jukumu letu kulibeba neno ama mbegu iliyo ndani yetu basi ambao ni ya dhamana na tuifanye ikue. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So in the beginning the mandate God gave man was so huge. Anyone wants to go back to that mandate. Kwa hivyo kutoka mwanzo jukumu kubwa ambalo Mungu alimpatia mwanadamu ni hilo katika mwanzo pale, na kila mmoja tunahitaji turudi hapo. Our friends are lost in sin. Marafiki zetu wamepotelea kwa dhambi. They are struggling. Some of them are so good, we work with them, but we see they are struggling with the issues of this life. Wengine tunawajua ni marafiki zetu, lakini tunaona kwamba wanateseka na maisha. And God is saying, let's take this word and grow. Na Mungu anasema tuchukue neno hili na tukue. And grow it. Na tulikuze. Acts chapter 6 and verse 7. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 7. And I've come to tell you, brethren, don't worry about this service niliona tukiwa watano. Oi, next Sunday tutakuwa watatu, wacha siku ile mtakuwa wa 10 mniambie. Don't worry about that. Na usijali ya kwamba niliona kwamba tulikuwa 4, wakati wengine labda na tukiwa watatu, usijali hiyo. You may hear Pastor said, Kangembe, we have 2 services. You may think, hey, there are so many. Unaweza sikia mchungaji amesema Kangemi wako na ibada 2, useme ni wengi.
You know, but when I started the services, the Spirit led me to, to have the two services. Na wakati tulipoanza ibada basi Roho Mungu alinisaidia tuwe na ibada mbili. Look at your neighbor and tell them kingdom business is never about numbers. Ambia mwenzako ya kwamba mambo ya ufalme sio juu ya idadi. That is why in the days of Noah, God was very comfortable with only 8 people. Hiyo ndio sababu Imagine 8 people, the rest gone. Wakati wa Noa Mungu alikuwa anavutiwa tu na watu 8 peke yake. Hallelujah. Amen. So let it be very far from us as kingdom children, to whine and say, oh, we need more. Kingdom expansion and increase is not by numbers, it is by the word. Mambo ya kupanuka katika ufalme sio juu ya idadi, lakini ni katika neno. The Bible says, Acts chapter 6 and verse 7. Mstari wa 7 katika Matendo ya Mitume sura ya 6. Can we read all together? And the word of God Amen. Hallelujah. Amen. I want King James, this King James version. I think this is New King James version. Let's read it in King James, maybe. King James, or you only have this. Aha. Let's read together again. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Hallelujah. Amen. Let me tell you. Wacha nikuambie. I have seen it. There are some people who profess to be witnesses. You know them. Nimeshuhudia kwamba kuna watu wengi ambao wanasema wao ni mashahidi. And so be it. It sounds okay. Na ni sawa, wacha iwe hivyo. Hallelujah. Amen. But they have beaten us almost 10-0. Na wametupiga kabisa. Because you find, and other faiths, they have a lot of emphasis in teaching the word. You can be taught by a very young boy who is carrying a bag. They can almost convince some of us. Next Sunday tuone hauyuko ulienda hapo pengine. Wako na bidii. Wewe unaweza hubiriwa na kufunzwa neno na kakijana kadogo kamebeba mfuko ya leather mpaka uhame kanisa ujikute huko. And when they come to our homes, they almost confuse us. Tunaachwa tukisema lakini hata yenyewe. Na wakiingia kwa nyumba, Mungu anaweza kuwa na bibi vile wameuliza. Anaweza kuwa na mke. They confuse us. Wakati mwingine pia kama haujui neno vizuri watakuchanganya. And this message is not about actually just knowing the word. It is me and you taking the initiative, the ability to say, this week I will grow the word somewhere. Na hii neno sio tu kwamba ikae tu ndani yetu, lakini ni kuhakikisha kwamba hili neno basi ulikuze kwa kulitoa na kwa wengine. Hallelujah. Amen. And we are living in very good days. Na tunaishi katika siku nzuri. Some of you, what do you put in your WhatsApp statuses? I don't know what, and all these TikTok issues where there is so much darkness. Wengi basi kuna mitandao ambao basi unakuta katika WhatsApp unaweza weka neno la Mungu pale, watu wakisoma wanapitia tu kidogo. Facebook unaweza andika kitu pale na mambo kama hayo. Hallelujah. Amen. The word, growing the word of God for kingdom expansion and increase. Kukuza neno la Mungu kwa ajili ya kupanuka na kuongezeka katika ufalme. The Church of Jesus must go back to growing the word. Kanisa la Yesu lazima lirudi lianze kukuza neno. When we see you on Sunday, tunapokuona siku ya Jumapili, we must see men and women that have come from the greatest assignment God gave us. Yafaa tuone wanadada na wanaume wakiwa wametoka kufanya ile kazi Mungu ametupea. Where you live, they must know the word. Mahali ambapo unaishi lazima wajue neno. Where you work, they must know the word. Wakati mahali unapofanya kazi lazima wajue neno. No, this is a political season. I mean, there are too many things. Some people talk until you get and men are not very happy now because there is no football.
Huu ni msimu until football comes, men are dull. Wakati mpira haijakuja, World Cup imeisha, tunangojea Premier League, wanaume sasa wako chini. It's dull. Hakuna Arsenal, there is nothing to talk about. Hakuna Man U, hakuna nini, sasa watu wamenyamaza. Now, when you leave a service like this, ukitoka kwa ibada kama hii, and if you are fully equipped with the word, na kama kwa kweli uko na neno ndani yako, you go to the shop owner, unaenda kwa mwenye duka, and you are talking there, mnaongea tu pale, and then by the Spirit, because these things can only happen by the Spirit. Kwa maana haya mambo yatafanyika tu kupitia Roho. You will know when to now inject the word. Utajua ni wakati gani sasa wa kudunga neno. And you are not telling them the word so that they come to church. Auambii neno ili kwamba wakuje kanisani. We are going to give them the word, and when the word changes them, they will make decision to join us. Tunawapatia tu neno, na wakati neno limewabadilisha watajiunga na sisi. Hallelujah. Amen. They go to church, they don't know how to pray. Wanaenda kanisani, hawajui jinsi ya kuomba. You can go with the word and begin to teach them how to pray. Unaweza enda na neno na uwafunze jinsi ya kuomba. That friend of yours, that neighborhood, you can begin a prayer thing. That is what I did where I was staying then. And you can imagine I'm starting a fellowship of people from different SEK, PCA, everybody, and I am not paying rent. Hii ufalme nayo iko na ujasiri ingine. Angalia mwenzako, mwambie hii ufalme iko na ujasiri ingine. Hii ufalme iko na ujasiri mwingine. Hallelujah. Amen. Yeah, you can bringing the landlord to your fellowship, na anajua hujalipa rent na alipookoka, let me tell you, hakuna mtu alikula vizuri kama mimi. Mimi nilikuwa imagine ninaitiwa lunch, maana sikuwa kazi, ninaitiwa dinner jioni. Msichana wa kazi anaambiwa pelekea Mutuku chakula. Paka nikaleta kitu kama wasama kwa watoto wa landlord, wakaanza kuuliza Mutuku ana nini hapa anaweza badilishiwa document. Mutuku vile inakaa ni kama atapewa shamba hapa. Hallelujah. Amen. What are we saying in short? Tunasemaje kwa ufupi? You know, I did a few things before I came. Nilifanya mambo kadhaa kabla nije. I don't know if this is being aired, but I saw the people who have joined our online church inaitwa GRC Ruaka. They are only 28. Watu ambao wamejoin live coverage yetu, yes, they are only 28. Ni watu 28. So yesterday I became the 29th one. Kwa hivyo jana akawa wa 29. Because as I prepared, I just wanted to connect. Kwa hivyo nilipokuwa najiandaa, nilikuwa nataka kujiunganisha. Hebu uliza aliye karibu na wewe. Hebu uliza jirani yako. Is 29 the number of the inhabitants of Ruaka? Je, watu 29 ndio watu wanakaa Ruaka wote kweli? I think Ruaka has more than 150,000. I don't know. You are right. There are so many. Hatuwezi maliza watu wa Ruaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now, during the days of the disciples, when we read Acts chapter 12, we will read all this as we come to in the afternoon. Wakati wa kanisa la mitume, Acts chapter 12 verse 24. Katika Matendo ya Mitume sura ya 24. Now, I don't know if you know and you have even thought, in the after Pentecost, when they were filled with the Holy Spirit, there was a lot of real opposition to the word of God. Baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu, baada ya siku ya Pentekoste, kulikuwa na upinzani mwingi. Hallelujah. Amen. These 12 men were really, some of them were being taken into prison, akina Peter, then somebody was even slain. There was a lot of persecution actually. Wakati ule wengi waliteswa sana, akina Peter wakawekwa gerezani, wengine wakauawa, kulikuwa na mateso mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But what does the word of God say? Lakini neno la Mungu lasema namna gani? But the word of God did what? Neno la Mungu liliendelea kufanya nini? Hallelujah. Amen. But the word of God did what? Neno la Mungu lilifanya namna gani? But the word of God grew and did what? Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
That is what God is telling us. Hivyo ndivyo Mungu anatuambia. You don't have to know the whole Bible. Sio lazima ujue Biblia yote. When the Bible says, but the word of God grew and multiplied, these men were only speaking about Jesus. Wakati Biblia inasema kwamba na neno la Mungu lilikuwa na likaongezeka, walikuwa wanajua Yesu. They had a very simple message. Jesus is alive. There is a man who, and you know, when they went to other nations, it wasn't easy to introduce Jesus. You are from Jerusalem, and you have brought a man called who? I heard. He was called Jesus. He is the only man that is known to have resurrected. Yes, that one. He is my Savior. He is the one I'm preaching. You think that gospel was easy to preach? Haikuwa rahisi. How about today, when at least when you go speak the word to people, they already have something. They can even, they have Bibles, they have gone to church. We need the word of God to grow. Tunahitaji neno la Mungu likue. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. I want to close. Ningependa kutamatisha. And this, just like many of us, we close many times. Na kama wengi wetu huwa tunasema finally mara mingi. And God is asking, brethren, Church of Jesus in Ruaka. Na Mungu anauliza wapendwa kanisa la Gospel Revival Center Ruaka. His concern is to have the word grow and multiply. Yeye shughuli yake sana kwetu ni kwamba kuona neno la Mungu limekua na kuenea. Unfortunately, the word cannot grow if nobody goes to plant it. Kwa kweli ubaya ni kwamba neno la Mungu haliwezi likakua kama hakuna mtu atatoka pale aende shambani alipande. And let me tell you, your next service will be filled with joy and the Holy Ghost. If you prayed for someone, if you told someone the word, you told them, your business is struggling, but the word of God says. When you say the word of God, you are planting that word. And that person begins to believe in that word. And it is that word that brings the change. I'm telling you, when you come to worship God, and to praise him here next Sunday, it will be because you planted the word. Utakapokuja hapa ukimwabudu Bwana utapata upenyo ukiwa na furaha sana, ni kwa sababu ulitoka pale nje ukapanda mbegu na lile mbegu basi linaendelea na kukua. Now we have come from chapter 6 where we are being told the word grew. We have gone to chapter 12, and when I've said, when you see chapter 6 and verse chapter 12, between chapter 6 and verse chapter 12, it could be a period of 5 years. Tumeona kutoka kifungo cha 6 mpaka kifungo cha 12 kuna tofauti pale. There are people who read the word and you think it just follows like the following day and the following day. No, some of these things we read in the Bible took years. Na wakati mwingine unaposoma kisha Petro akaenda pale, haikui kesho yake, inaweza kuwa hata miaka 10. But when we go back to verse 19, chapter 19, let's read chapter 19. Hebu tusome chapter 19. Hallelujah. Amen. Chapter 19 verse what? Verse 20. Mstari wa 20. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 20. Now, as a Bible student, I know. Kama mwanafunzi wa neno najua. The first church was started at Pentecost, and we have 13 chapters of Acts of the Apostles until now in chapter 13. That is when the church went to the Gentiles. Kama mwanafunzi wa Jerusalem to the Gentiles. Kanisa lilizaliwa wakati wa Pentecost, na kutoka kifungo cha kwanza mpaka 13, kutoka hapo basi ndipo kanisa lilienda kule nje. So there was a lot of opposition. Na kukawa na upinzani mkubwa. Chapter 6 there is persecution. Mstari wa mlango wa 6 kuna mateso. And it is not going to be easy when you begin to plant the word. Na haitakuwa rahisi utakapoanza kupanda neno. God is sending us this week and this season, this dispensation is about going to plant the word. Mungu anatutuma majira haya na wakati uenda upande neno. And sorry if you thought probably when I come it will be expansion. Oh, you will get 2 cars. You are moving to another house. Hallelujah. The only thing you will not get is a second wife. I know that is what the church wants. Kanisa linataka mtu akuje hapa na mlipuko kusema utanunua gari mpya. Hallelujah. Hallelujah. But there was a lot of opposition. But look at
what is happening in chapter 19. Now, these brethren have done Jerusalem, Samaria. Now, in Acts chapter 13, Paul is being told, the church was praying and in Antioch, and they are told, separate from me. Ho, ho. Hallelujah. Amen. Separate from me. Who and who? Barnabas, Paul and Paul and who? Paul and Barnabas. For the work that I've called them for the ministry. Kwa kazi ambayo nimewaitia ya huduma. And that is how the word grew. Na hivyo ndivyo neno lilikuwa. Now we go to verse 19. Tunaingia katika mstari wa 19. Paul, Barnabas, they have preached the word. Na Paulo na Barnabas wamehubiri injili. There is a lot of opposition. Mpaka kuna mahali pamoja when you read the book of Acts, Paulo akiwa apostle vile ya kwa apostle, aliwekwa kwa kikapu akateremshwa kwa ukuta. Ni wangapi wamesoma hiyo? Kuna wakati ambapo Paulo basi kulikuwa na upinzani kiasi ya kwamba Paulo alitaka kuuawa. Because people wanted to kill him. Wakamweka kwa kikapu, wakamteremshia kwa dirisha nje. But one thing the Bible is saying to us today. Lakini jambo moja Biblia inatuambia leo. So mightily grew the word of God and prevailed. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. So mightily grew the word of God in Ruaka and prevailed. Kwa hivyo neno la Mungu lizidi kuongezeka kwa nguvu hapa Ruaka. Hallelujah. Amen. Let me tell you, we have the hidden seed of God on the inside of us. Tuko na mbegu ambayo imefichwa ya Mungu ndani yetu. Other things in our lives, money can come and go. You know, vitu vingine maishani kama pesa zaweza kuja na zisha. Things, material things can come and go. Vitu zinaonekana za titles can come and go. Maisha ya juu yanaweza kuja yaende. But let me tell you, it is the word of God. Lakini acha nikuambie ni neno la Mungu that keeps on growing mightily. Linapozidi kukua kwa nguvu. And prevails over every circumstance. Na kuenea na kushinda kila hali yote. It doesn't matter what orientations are happening in the world today. Haijalishi ni michipuko gani hali zinaendelea katika maisha. Mutua and Mutiso want to get married. Doesn't matter what kind of orientation is that. But I know the word of God. Mimi najua neno la Mungu. Hallelujah. Amen. It prevails, it grows and prevails. Linaenea na nguvu sana na kushinda. Some of us don't come from the best of families. Wengine wetu hatujatoka katika familia zilizo nzuri sana. And we have pushed the word. Lakini tumesukuma neno. We have continued growing the word. Tumeendelea kusukuma na kukuza neno. Some of you seated here, you're not in the best of jobs, probably. Wengine mnapoketi hapa labda mko katika kazi. Hallelujah. We have received the blessings of God by growing the word. Tumepokea baraka za Mungu kwa njia ya kukuza neno la Mungu. And that is what God is telling all of us. We may be upstanding in Jesus. Hivyo Mungu ndivyo anatuambia kila mmoja wetu, naomba tusimame wote kwa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. In him ndani yake was life, palikuwa na uzima, and this life was the light of men. Na uzima huu ilikuwa ni nuru ya wanadamu. Growing the word, kukuza neno, for kingdom expansion and increase, kwa ajili ya kupanuliwa ufalme na kuongezeka. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu Kristo. I have shared what the Lord gave me. Nimeshiriki kile ambacho Bwana alinipatia. The next thing is impartation. Ile ingine ni mpachiko, which we will probably talk about in the afternoon. Ambayo labda tutainena katika masaa ya jioni. Because I've seen it. Kwa maana nimeiona. You call for people to come for person to person. Unaita watu waje mmoja kwa mmoja. And because we have brethren in the church who don't know the word. Na kwa sababu tuko na wapendwa kanisani ambao hawajui neno. They say, Pastor, if we come for person to person and you send us out, what are we going to tell them? Na wanasema kama mchungaji utatutuma twende kuhubiri moja kwa moja pale nje, tutaenda kuambia nini? Some will say, Pastor, tuko na church inaitwa Gospel Revival Center Ruaka. Tasema tuko na kanisa linaitwa Gospel Revival Center pale Ruaka. And Jesus loves you. Na Yesu anakupenda. Ukipiga kona mbili tu hivi utafika church. Ukipiga kona mbili hivi utaona kanisa pale. Na tunapenda wageni. Na tunapenda wageni. Now, if we have those kind of people for evangelism, for kingdom increase and expansion, we have a problem with capacity.
Kama tuko na watu aina hiyo kanisani ambapo wako namna hiyo, basi tuko na shida ya kukua. And I don't know if it is the same pastor here. We now have a problem asking people to come for evangelism, person to person. Even people taking this microphone and going out there to grow the word is a challenge. Hata kuchukua mikrofoni hii na uende pale nje ukuze neno ni changamoto. We don't want to be seen out there. Hatutaki kuonekane pale nje. Because you carry a very serious status. Kwa sababu uko na ujumbe mbaya pale nje. You have a very serious status of a manager. Wewe uko na cheo kikubwa sana pale nje. Operating manager. Wewe ni mkubwa sana kwa shirika fulani mahali na wewe unaheshimika. And so the world has made us, not able to execute kingdom assignments. Kwa hivyo hiyo basi imeleta ulimwengu kwamba hatuwezi kuweza kufanyisha kazi mambo ya ufalme. This is the last one. Hii ndio ya mwisho. I have seen it personally. Nimeiona kibinafsi. When you grow the word, unapokuza neno, everything concerning your life begins to change. Kila kitu kinachohusu maisha yako kinaanza kubadilika. We have brethren in church who are saying, Pastor, I'm looking for a child. I'm looking for this blessing. I want this door to open for me. Tuko na wapendwa kanisani wanasema and it is true, it is real. Mchungaji, ninamwamini Mungu kwa sababu ya mtoto, namwamini Mungu kwa sababu ya kazi. Hallelujah. Hallelujah. But God is saying, lakini Mungu anasema, let's go out and plant the word. Wacha tutoke pale nje tupande neno. The word of God in Ruaka. Neno la Mungu tulipande Ruaka. When I see all of us here, nikiwaona wote hapa, if each one of us just made one attempt to plant the word this week, even our service on Sunday, whether people will come or not, will be different. Because there is one person that will be sure to follow you. The Holy Spirit will begin using you and empowering you. Kama kila moja wetu vile tuko hapa wote, kila moja wetu angechukua jukumu na atoke pale nje na anenee tu mtu mmoja ampandie neno la Mungu ndani yake, kutakuwa na tofauti. Na hata kama tutaongezeka, Roho Mtakatifu wa Mungu atakufuatilia. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Sometimes even us as brethren, we lack the joy of the Lord. You look at our faces and we are like, okay, carrying a lot of things. And it is because we've not planned it. I challenge you, go and talk to someone about the word of God. Not necessarily that you want them to be part of us, but just plant the word. There is something that will happen almost immediately. You will receive the first benefit, the joy of the Lord in your heart. Enda tu pale nje upande neno la Mungu, sio hasa yule mtu akufuate kanisani, lakini furaha ya Bwana itakuwa ya kukufuata. Hallelujah. Amen. Let's lift our hands before God. Let me have some worship somewhere. Tuinue mikono yetu mbele zake Bwana, tuwe na worship pale. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama, neno Yesu, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Hallelujah. Hallelujah. As we lift our hands because
I sense we have to finalize. Tunapoinua mikono yetu kwa sababu nafahamu kwamba tunahitaji tumalizie. This is the burden of the Lord. Huu ni mzigo kutoka kwake Bwana. This is the burden of the Spirit of God. Huu ni mzigo wake Roho Mtakatifu wa Mungu. Some of us, and I know we spend a lot of time online, wengine wetu pushing things that can't help. Tunatumia muda mwingi katika mitandao tukifuatilia vitu havitusaidii. So much mushene online, and we want them to know the mushene, and the church has been caught up. We are not planting the word. Tumekuwa tukiangalia tu na kusikiza tu katika mitandao uvumi tu na neno la Mungu aliendelei, lakini wakati tunataka tuwe tofauti. And God is saying, you may think you are in a very small place. Na Mungu anasema unaweza fikiria kwamba uko mahali padogo. But if you take the word of God and go plant it where you live. Lakini ukichukua neno la Mungu na uende ulipande mahali unaishi. Not long from now, Ruaka will know God. Sio mbali kutoka sasa, kutoka leo utajua. Ruaka will know God. That's what I'm saying. Ruaka itamjua Mungu. Because there are men and women that have taken upon themselves to carry the precious seed of the word and to plant it in every environment they are in around Ruaka. Maana kuna wanaume na wanawake wameamua kutoka pale nje na kupanda neno la Mungu. Therefore, in the name of Jesus, kwa hivyo katika jina la Yesu, as you lift up your hands to God, my brother, my sister, unapoinua mikono yako kwa Mungu, ndugu yangu, dada yangu, the Spirit of the Lord is saying there is no judgment. Roho wa Mungu anasema hakuna hukumu. There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Sasa imekuwa hakuna hukumu kwa walio ndani ya Kristo Yesu. He has not come to condemn us, but he has come to remind us that there is grace available to take the word and go plant it wherever you are. Hajakuja kutuhukumu, lakini amekuja kutujulisha kwamba kuna neema ya kutusaidia kupeleka neno pale nje. So receive that grace. Kwa hivyo pokea hiyo neno. Receive that grace. Pokea hiyo neema. Receive that grace. Lift up your hands and just receive that grace. Pokea hiyo neema. Receive that grace. Pokea hiyo neema. Some of you have never spoken the word to your bosses. Receive that grace. Pokea neema, wengine hawajanena. Some of you have never spoken the word of God to your parents. Receive that grace. Wengine wenu hamjai nena neno kwa wazazi I wenu. spoke the word of God to my parents, and I thank God they were Catholics, and I love Catholics, and they went to the Lord. They rested in the Lord, having received Jesus. Nilinenea neno wazazi wangu hata kama walikuwa katika Catholic, lakini walipumzika wakiwa ndani ya Bwana. In the name of Jesus, lift up your hands and just receive that grace. Inua mikono yako na upokee hiyo neema. Receive that grace in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. God is calling us as a church to go plant the word. Mungu anatuita kama kanisa twende tupande neno. The name of Jesus. Katika jina la Yesu. Not our churches, not our denominations, but the word of God. Sio makanisa yetu, sio dhehebu zetu, lakini neno la Mungu. Growing the word for kingdom expansion and increase. Kulikuza neno kwa ajili ya ufalme na kupanua na kuongezeka. And as the Lord liveth, na kama Mungu aishivyo, if you have heard this word, kama umesikia neno hili, and you are jobless, na wewe hauna kazi, and you have been struggling in one way or the other, na umekuwa ukimenyana kwa njia moja ama nyingine, if you take upon yourself to plant the word, basi ukichukua neno na ulipande, God whom I serve, Mungu ninayemtumikia, may he open doors for you. Naomba afungue milango kwa ajili yako. May he bless your life with abundance. Naomba bariki maisha yako kwa utele. May he meet with the desires of your heart. Naomba akutane na mahitaji yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. But in this service, ya kwamba katika ibada hii, above everything else, above everything else, zaidi ya chochote kingine, we are receiving the grace. Tunapokea neema. To go out there. Twende nje pale. And plant the word. Na tupande neno. To the shop owner. Na kwa wenye duka. To the matatu tout. Kwa wale wanaotuongoza kwa matatu. To the supermarket person. Hata katika supermarket. To the person we are seated together in the matatu. Hata kwa mtu tumeketi pamoja matatu. To the co-worker. Kwa wale tunafanya kazi na wao. To the business partner. Tunaofanya biashara. Where we
live, mahali tunaishi, where we go to hospital. mahali tunaenda Hey, hospitali, in the name of Jesus. katika jina la And may Yesu. the Lord be glorified. Naye Bwana May atukuzwe. the word grow Neno likue and multiply na lienee in Ruaka. katika Ruaka. If you believe it with me, say amen. Kama unaamini pamoja nami sema amen. Hallelujah. Hallelujah. May the word grow and multiply. Neno likue na liongezeke In Jesus' name. kwa jina la The Lord Yesu. bless you. Mungu awabariki. Thank you for giving me a moment to be a blessing. Asante kwa kunipa nafasi niwe baraka. Hallelujah. Hallelujah. See you again in the afternoon. Mtawaona tena masaa ya afternoon. Amen. 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 Nawapenda sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Carriers of the glory of God, Jesus himself. Wanaobeba Thank utukufu you. wa Mungu Yesu. Thank you for assisting me. Bwana kubariki sana. Amen. Amen.